kuzimia, na kuzimia. Mtoto wetu anamaliza siku anaumwa, ni mgonjwa. Maexamio walifanya yote, wamekutana iko na tatizo ya figo. Figo? Ndio. Sasa hivi sisi tutafanya aje? Tutalitoa wapi? Tutaka tuyajadili. Tunawe chuo tukunganira makubwa. Figo. Sasa wamesema watampa figo nyingine au watamtibu hiyo figo yake iweze kupona. Figo iliharibika. Yaani ni kutafuta nyingine figo. Ile iliharibika wataitoa watie nyingine. Tena iko mwita mbaya sana, iko vibaya sana. Iko vibaya kabisa. Sasa kwa hiyo mimi kama mchumba wake niko tayari kutoa faranga yoyote ile. Nitagharamia kwa mtu atakubali kutoa figo lake. Nitatoa gharama yoyote. Kwa hali yote mali mimi tanunua hiyo figo. Tafuteni mtu mwenye ataweza. Mzee nikwambie mzee Majani. Mzee Lijani kana mzee Majani. Tatizo ni hapa sio pesa. Sawa. Tatizo ni hapa sio pesa. Ulishaga sema kwa hali na mali chochote kile utajitolea kwa sababu ya nani? Sio kwa nini unazungumza kila siku? Sasa hapa sijageuza. Sawa hujageuza na sisi hapa tatizo sio pesa. Tatizo ni figo. Kweli mzee. Tatizo ni figo ndio liko hapa sasa. Yaani sio pesa. Nimesikia na mimi nitainunua hiyo figo. Mzee wangu mimi mwenyewe nilikuwa niko tayari kutoa figo langu. Lakini walinipima wakuta mwenyewe la kwangu haliwezekani kumtolea kwa sababu mimi mwenyewe nina matatizo. Matatizo ya moyo nini? Figo langu tayari liko na matatizo. Na mimi singeenda kununua figo lako. Yenye lina matatizo sinunue. Mtafute figo lenye linaeneza kila kitu. Mzee Lijani, wewe ulisemaga kwamba uko tayari kwa hali zote, kwa hali na mali, kwa ule mtoto mwanangu kufanya chochote kile. Ulisema kama uko tayari. Sasa kama ulivyozungumzia, wewe kuwa tayari kutoa figo kwa ajili ya msengezana wangu mimi. Lako wewe utoe, sio kununua. Kwa mdau sio pesa inahitajika kununua figo. Ni wewe shangazi mtu wambandike mtoto. Sikia. Kama unajua unampenda. Tuelewane shangazi mtu. Tena wewe unajua na kuheshimu sana na wewe unaniheshimu. Sawa? Hapo sio mpaka mimi nitoe figo langu. Kumbe nini? Sasa nitaoa aje nikishatoa figo? Hayanunuliwi pesa. Mimi niko mtarajiwa mimi. Hayanunuliwi. Ni wewe mtarajiwa. Niko mtarajiwa. Siwezi nikatoa figo. Mimi nitanunua figo. Tena figo halina matatizo. Figo lenye halina matatizo. Nimesha speleleza, najuaga vitu gisi vinakuaga, nasikiaga figo linanunulika. Tunaweza tukanunua, tukapana pesa, figo ikapatikana. Haiwezekani. Tutapata figo tu. Mwisho wa mwisho tutakaposho. Mimi hii familia na heshima. Lakini tusiende mambo ya kupandikizana mawazo yenye hayaendeki. Au ni mawazo ya kunijaribu mimi. Tusijaribiane hapa. Tusijaribiane. Ya kujaribu wakati mtoto wangu anaumwa. Muda wote unaweza kupigiwa. Si ndio? Niko mnachelewa. Yaani mtoto wangu yuko na hali mbaya sana mzee. Usichukulie ni vitu vya kawaida. Mtoto wangu yuko na hali mbaya. Muda wote unaweza kusikia amekufa. Sasa tunachelewa. Chukua uzito basi. Hakuna mwenye mmesikia yuko tayari kutoa. Wewe wamekupima wakakuta lako limeharibika. Sawa. Na wewe tutakutunza hivyo. Niko tayari kupana franga na wewe wakutunze. Sasa shangazi mtu, wewe hauna mafigo mawili. Sio wanaweza wakakupima. Wamepima wakakutana langu na lake haviingiliani. Wewe mpaka lako. Mjomba mtu ni aje? Mjomba mtu ni aje wewe? Sina mafigo mawili. Nina mawili. Tena wewe ukipana nitakupa pesa.
Ninayo, lakini sasa mwisho wa fegi ndio bala. Unasikia? Mmeshaharibika nyinyi wote. Mzee wangu. Kumbe mafigo yenu hayana hata mafaa. Mzee wangu. Nisikilize sasa mzee wangu. Moshi tu. Cheki inahitajika hapa. Mzee. Nakusikia. Kinahitajika hapa. Ni wewe kwenda kwa mganga wapime mafigo yako kama yako vizuri. Alafu wachukue moja, jua utakufa. Mzee, tuheshimiane. Unajua mimi nakuheshimu tena nakupenda. Familia yako naiheshimu sana. Mimi figo zangu mzima zote. Mimi ni mzima. Nikitaka kufly wananipima. Nikitaka kufly wanapima. Ndio hivyo. Lakini sasa nikishaitoa nitakuwa mbovu. Haina maana tena ya kuoa. Nitakuwa niko mtu mbovu. Lakini solution ni moja. Pesa ziko. Kila kitu chiko. Nyinyi simameni. Acha kukaa. Tafuteni kila mtu na mimi nitatafuta. Tutafute mtu yoyote mwenye yuko tayari kutoa figo lake au kutoa mafigo yote mawili, tulipe, lakini mtoto mwanamke aje tuendelee na shughuli zetu. Basi. Isiwe maneno ya kujaribiana na kulaumiana. Si basi. Msaada ni pesa. Sana shambia pesa. Mnapoteza muda. Mnapoteza muda. Wewe unapoteza muda, sio sisi. Pigeni masimu. Ulizeni. Uwe. Tuambie. Usilete vya kuniambia nitoe mafigo hapa. Nisikilize kwanza nitoe. Mimi sitoe figo lolote. Natoa pesa. Umesikia? Nyosha maneno. Useme kama mwanaume unyoshe. Hali ya anga iko hatari. Iko vibaya. Hazidi ku waste time. Na Hamza, still bado binti mdogo ambaye nchi nzima inamtegemea. Jamii inamtegemea. Familia kwanza. Kuna mipango mingi sana nyuma ya mgongo wake. Mimi niko tayari. Wewe unasema niko tayari kujitolea. Ngoja kwanza. Naomba neno. Amesema muache kwanza nene nizungumze na huyu. Kwani naona amekamatwa na kiwewe juu ya kupenda baba yake. Ngoja mnipe nafasi kwanza. Naomba niulize. Tunaweza kusema njoo kwanza. Msemaji jana nakuzimia sorry. We. Umesara nini? We. Umekunywa pombe wewe? Haujakunywa pombe? Sijanywa pombe bado. Wewe. Ulichozungumza pale. Una akili timamu kabisa? Yes. Roho yako iko kwenye fasi yake. 100%. Umetulia kabisa. Hata akili iko sawa. Hata hivyo unakubali kuitika mbele yao. Hawa ni washahidi. Ukiitika kama utatoa figo, kweli utatoa. Figo unajua nini? Figo kwanza, mtu kama hana figo, anakuwa haenezi. Hauwezi kaenea. Kuna vitu fulani hautanyangua. Kuna kazi fulani hautafanya. We, Amir, uko mtoto wangu wa pekee. Unaijua hiyo? Unajua unanipenda na mimi nakupenda? Sasa utatoa figo bila ruhusa yangu. Dad, naomba nisikilize papa basi na mimi. Haya ni maamuzi yangu kutoka mwanzo. Usiniambie vya kutoa mafigo. Papa, mimi haunipendi. Nakupenda, ndio maana yake. Amra umpendi. Sasa wewe unanipenda mimi? Amra umpendi. Nampenda sana. Nitapana chochote kile, faranga, dhahabu, diamond nitapana. Lakini nimpate. Apone. Papa, huyu sio muda wa pesa. Pesa saizi hazina nafasi. Dad, umenizaa.
umenilea, umenipa maisha bora, umenifanyia kila kitu. Sasa utaharibu maisha Sikilize basi. tumejenga. Sikilize. Dad, this is the right time. Nami pia kuonesha thamani yangu kwako. Kuonesha upendo wangu kwako. Kumbe Dad, mwenyewe ulisema kama mimi ndo furaha yako. sana. Amra ndo furaha yako. Sisi wawili tukiwa wewe wa kwanza, yeye wa pili. Mkiwa wote furaha yako imezidi zaidi. So please, nakuomba niruhusu. Tulia kwanza. Uyaseme kabisa, unajua yanatoka moyoni. Yes, kutoka moyoni mwangu Dad. Usije ukajuta mwanangu. Siwezi Mwanangu, usije ukajuta hata siku moja Dad. Just nafanya ili uzidi kutuona tuko hawa wawili. Amra akifa nikibaki peke yangu, furaha yako haina maana. Furaha yako ni Amiri na Amra. Si harusi itakuwa inapotea. Sitaoa tena. Yeye akienda basi na mimi sio tena. Yuko mautiuti hospitali. Please. Usio muda kupoteza time. You're wasting our time for nothing, Dad. Figo lako. I don't mind about my thing. Damu yangu. Kwa Amra atapona. Nifurahi. Amiri ananifurahisha. Sawa. Sawa. Inauma? No. Inauma? No. Dad, useme hivyo, no. Haiyumi Dad. Nakuzimia. Lakini mkuu wangu, haya mambo umeyaona? Ule kijana ni jasiri. Unasema pesa, sijui stoke. Mwisho wa stoke no. Ule kijana alikuwa anatania tu. Anatania, hakuna cha kutania. Na hakukuwa anajisifu pale kama ana mapafu ya kuenea. Hakukuwa anajisifu? Ajisifu na acha, lakini alikuwa anajisemea tu. Wewe unapenda hela. Au ule kaka alikuwa amekunywa pombe? Hapana. Hajanywa pombe. Ni ujasiri wake. Sema ule kijana ule hajanywa pombe, hajalewa, hajasema kwa utani, ni ujasiri ambao anao. Ana ujasiri mkubwa sana na ana mapenzi ya dhati kwa ule mtoto na mama. Ule msilizo nao. Kwa kweli, juu sio kila mtu anaweza kubadili jambo. Mzee amekataa, Madijani amekataa. Ndio kuna aminia, unasifia, unafanya leo. Sasa ule garson ndo wanapendana. Hawapendani, alijitolea. Lakini amejitolea tu. Amejitolea. Kwa ana moyo wa upendo, wa huruma. Hao ni kwa jamii ni mchumba wa baba yake, ndio maana amefanya hivyo. Nina imani kwa ule kijana atatoa tu siku. Kabisa. Kwa sababu naona kisi mzee alitoa nje. Asimbadilishe mawazo. Hata atambadilisha. Kisi nimemwona ile kijana haraka anamwambia kama nini? Ndio hivyo sasa mkuu wangu. Ndio hivyo kabisa. Ika. Tumerudi. Mungu asifiwe kweli. Asifiwe kweli, amekubali kabisa. Jibu limepatikana. Unaona huyu mtoto wangu? Ni shujaa sana. Kabisa. Huyu namkubali. Kwa alichokiongea mimi mwenyewe nimemkubali. Unaona sasa? Yale yote yalikuwa ni mchezo, lakini hivi sasa jibu limepatikana. Ndio tuambie mzee kama kwa kuwa huyu Amiri anampenda baba yake mimi. Ameamua kutoa. Amelelewa vizuri. Akaona mapenzi niliyoyampa. Akaona asije akaharibu au mambo yakaharibika. Ndio maana kajitolea figo. Asante sana baba, asante sana. Mwenyezi Mungu akulipe, maana sisi hatuna cha kukulipa kwa kweli. Sijui nikwambie aje kabisa. Nashukuru sana kabisa, Mwenyezi Mungu akuzidishie kabisa. Asante sana kwa roho ya huruma wako kwa kweli. Asante Mungu.
Mimi naona hakuna cha kukawia kwa sasa. Ndio wasiwasi. Hivi ameshapatikana. Mtoa hiyo figo. Bora mimi naona tuende haraka haraka hospitali tukafanya hiyo mama. Tuende hospitali, tuelekee hospitali mambo yaishe. Lakini kama vizuri daktari sema atakuja jioni usiku. Atakuja hapa. Atakuja kwa kuzaa hospitali. Kule kuzaa. Juu ameenda tumikia fasi nyingine hivi zamu ni pale kule hospitali. Atakuja usiku sasa. Bila shaka haina shida, haina shida. Akili yangu, nafsi yangu nanipa majibu kuhusu vipimo kama inshallah vitamani. Inshallah. Mungu atabariki. Nia yako kwanza ni nzuri. Mungu atarahisisha kila kitu. Hatuna cha kukulipa maana hatuna hata sio kila mtu anaweza kufanya hilo jambo. Hapana kweli. No, mama haina haja ya kushukuru sana. Ila mzee, nilikuwa naomba mpigie daktari umjulishe ya kuwa wa kutoa figo yuko tayari na amepatikana, wenda anaweza kachange kabisa. Ndio la Mungu. Ni kuwatuliza moyo na wenyewe. Kazi iendeke vizuri, ajiandae. Sio kazi nyepesi. Nakuzimia aminia, nakuzimia, nakuzimia.